Na mtazamaji, hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Millicent Randa. Karibu. Naam, uamuzi wa mahakama ya Nakuru uliandika sura mpya kabisa katika sakata ufadhili wa masomo ya Ufini baada ya kumwachilia huru Seneta Uasin Gishu Jackson Mandago pamoja na washtakiwa wenzake. Hata hivyo, kwa mamia ya wakazi waliouza mashamba yao, nyumba na hata mali nyingine iliyogharamia ndoto za wana wao, hukumu hiyo haikuwa mwisho wa safari yao, bali ilikuwa pigo jingine lililozima matumaini yao ya kuona haki ikitendeka na fedha zao kurejeshwa. Vera Mura ana taarifa hiyo kwa kina. Kwa miaka minne sasa, kaunti ya Uasin Gishu imegubikwa na huzuni na machozi ya kile walichokiita utapeli. Na nimeshindwa, pesa yangu ilienda, mtoto hajaenda shule, hii nchi itakuwa namna gani? Tumeshikwa na stress, wazazi wengine wamekufa, wameleta watoto wao, wameuza mashamba yao. Ako over 30 years na anaishi na mimi. Angekuwa saa ameanza kujitegemea. Aliyekuwa gavana enzi hiyo ambaye sasa ni seneta aliwarai wazazi na wanafunzi kujiunga na mpango wa masomo ya juu nchini Ufini. Wengi wakaamini uongozi wake na kunyakua nafasi hiyo, ila faraja hiyo ikageuka dhiki. Nimekuwa depressed, nimekuwa tu demotivated about life. Unafikiria tu what is the next goal juu ulitumia pesa ya mzazi zote. Wengine ni wagonjwa. Wengine hata na transport peke yake ya kufika Eldoret. Waliuza mashamba. Niliuza shamba 2. Nikauza chembe. Nikaongeza mpaka na harambee. Nilipa 1.177. Wanafunzi wakakata tamaa. The only thing I need is money. It is the money our parents paid is what we are running after. I'm dead already. Nishakufa ndani. It's only the face that I have. Na wengine wenye ujasiri wakamrushia Seneta Mandago makombora. Story mingi hatutaki. Mtupe refund ama mkuje mtuue by your hand. Vuta ni kuvute hii imepaka jina la Mandago tope. Taifa likashuhudia kikamato na kulala kizimbani, na baadaye akawasilishwa mahakamani na wenzake. Saying that they refunded 68 million. Hiyo ni uongo. Hakuna pesa tumepewa. Lakini vilio, tetesi na ombi vyote vikatupiliwa mbali na mahakama. Sura hiyo ya maumivu ilichukua mkono mwingine wa kusikitisha. Mahakama ilimwachilia huru seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago pamoja na washtakiwa wenzake baada ya kuamua kwamba upande wa mashtaka ulikuwa umeshindwa kuwasilisha ushahidi wa kutosha kuanzisha kesi ya msingi. Hii ilimaanisha kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha wa kumlazimisha Mandago na wenzake kujitetea, jambo ambalo limewakera wazazi na kudai kuwa mahakama ilihongwa. Kwa hivyo hii mtu ni corrupt. Hata hii mawakili, hii court simeosa kabisa. We mama naitwa nani huyu? Kome. We hii tengeneza hii makoti zako. Imeharibika kabisa ni. Huenda kinaya kikubwa zaidi ni kwamba Jackson Mandago sasa anahudumu katika seneti, bunge ambalo kwa mujibu wa katiba lina jukumu la kusimamia serikali za kaunti, ikiwemo kuhakikisha uwajibikaji na usimamizi bora wa utawala wa kaunti. Wakosoaji wanasisitiza kwamba Mandago ambaye sasa ni seneta hawezi piga msasa utawala wake enzi alihudumu kama gavana wa Uasin Gishu. Mwenye alichukua, mwenye aliona, mwenye alijaribu kutetea hiyo wesi, nafikiria Mungu ndio ataamua. Vera Mura, KTN. Haki yetu.